Ukifika Uganda, peleka salamu yetu kwa rais wa Uganda. Umwambie pia tunataka aturudishie migingo ikuwe ipande yetu ya Kenya. Your Excellency, nikimalizia, tuko na hospitali hapa, ile hospitali ya Sindo level 4. Hao watu wote wanaenda pale Sindo level 4. Mimi nakuomba Your Excellency, kama inawezekana, tushirikiane mimi na wewe vile tumeshirikiana kwa ile ya CHPs. Tujenge facility hapa yenye inafanana na level 4, kwa sababu ile ya sasa haifanani na level 4 hata kidogo. Your Excellency, umekuja Homa Bay mara mingi, na sasa nikikuja hivi nimeongea na wale watu wa Karachuonyo, wameniambia kumbusha rais ile barabara yetu kutoka Kadel kwenda Kandiege kwenda mpaka Kanyadhiang, na ile ingine kutoka Adiedo mpaka Karabok. So wamesema hiyo pia uwakumbuke hapo. Your Excellency, sisi mambo ya oil palm hapa ndio itakuwa hati ya oil palm, na tumekuwa tumeandikia Kalro, tumewaambia waje hapa Sindo hapa waanzishe research center ya kufanya seedlings za oil palm ikuzwe hapa tu hivi, tukiendelea na kukuza mambo ya oil palm. Mwishowe Your Excellency, vile umesema, mimi kama gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM, na mimi ni mtu wa baba, lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Wengine watauliza, kwani Wanga amehama, ameenda chama ingine? Hapana, mimi ndiko kwa ODM ndani zaidi. Asante sana, na Mungu awabariki na Mungu atuchunge. Oh, Your Excellency, tuko hapa pamoja na deputy wangu Mheshimiwa Joseph Oyugi Magwanga. Asante sana Your Excellency. Thank you. Wacha mimi nithibitishe kwamba Gavana Wanga hajahama kutoka. Mtu amesema amehama, hiyo si ukweli. Gavana Wanga bado ako ODM. Si namna hiyo? Lakini si mnajua hata mimi nilikuwa ODM siku moja. Ndio? Si mnajua hata mimi nilikuwa mtu ya baba. Lakini si mnajua siku hizi kwa sababu mimi ni rais, baba amekuwa tena mtu yangu. Sasa iko shida iko wapi? Si maneno ndio namna hiyo? Bas, tuko pale na kiongozi wa wengi katika bunge anaitwa Kimani Ichung'wah. Si awasalimie huyo kijana? Haya, leader of majority, salimia watu wa Homa Bay. Sindo unti. Mumetukaribisha Sindo na Homa Bay, na mmesema sisi wote tuwe Kenya moja, watu wa nchi moja, na mambo ya maendeleo rais atufanyie kazi sisi wote kama watu wa Kenya moja. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na hiyo governor wetu amesema huyu ndiye governor wa Homa Bay na ako ndani ya chama cha ODM, si ndio? Na mimi ni majority leader kwa chama cha UDA. Kweli si kweli? Mnaona tukipigana na governor? Sasa hata nyinyi kama watu wa Homa Bay muishi pamoja kwa amani. Tumefungua ofisi ya UDA hapa, si ndio? Watu wa UDA na watu wa ODM wote, rais wao anaitwa William. Si mambo ni hiyo? Mumetukaribisha UDA. Hebu tusikie harambee. Harambee. Hapo kwa kazi ni kazi,
ili wavuvi waweke pesa mfukoni, si ndio? Simesikia Commander in Chief ataongea na Museveni, vijana wavuvi wapate pesa. Asanteni, Mungu awabariki. Nimpatie nafasi mbunge wa hapa. Ako wapi huyo mbunge wetu wa hapa? Aya. Jokanyo singo fuanauru, jokanyo singo fuanauru, jokanyo singo fuanauru. Aya. Agonu erokamano. Chumogo erokamano. Tapenje minena. Bado mnapenda chuma. Bado mnapenda chuma. Mane jodalawa. Wabiro ka girais kakanu singo nudonge. To awuotho gi ji mang'eny. To kapok a introduce gi, tadwa wacho weche mokariyo matin. Mokwongo, let me nikaribishe rais wetu hapa Sindo kwa vigelegele yenu na vile umetufanyia. Sisi tuko na furaha sana rais kwa kufika hapa. Na tuko na furaha sana kwa kukaribisha governor wetu pia yuko hapa na wabunge na viongozi wengine. Leo tumekuja kwa ziara ya maendeleo. Kuna vitu mimi nilipotafuta kura hapa niliwaambia nitawafanyia. Mara kwanza nilisema tutatengeneza barabara. Leo tumekuja kutengeneza barabara. Niliwaahidia watu wa Sindo tutawaletea sub county. Leo tumewaletea sub county. Si ndio rais ametangaza? Mliniambia watu wa Uganda wanawasumbua. Si ya leo rais amesema Tuesday ataenda Uganda kutengeneza hiyo. Mliniambia nikiingia bunge nisaidie vijana na akina mama wafanye biashara. I want to request His Excellency the President. Mimi sitaki bears. Mimi nimenunua basi 3 mwaka hii ya shule. I just request you, Your Excellency, please give 10 million to Suba South Women and Youth Sacco. Hiyo tu wafanye nayo biashara. Na hiyo tukiweka, because hawa pia washaweka zao, tutaenda mbele. Ile shida ingine iliyoko hapa, ukiangalia pale tuko, kule ni ziwa, hii ni milima, kule nyuma ni nyama wa porini. We have a very difficult terrain. Wafanyekazi wawe walimu, wanataka hardship allowance. Hata watu wa NAT walipitisha hiyo na TCSC, lakini haijapitishwa kwa serikali. Tafadhali, Your Excellency, let us look into it. Koro jodalawa, uwinja, adwa introduce welo mawan goka, kae to wacha kwa luongo minister mar barabara benika. Murkomen, mondu bedgo. Akia, koro, uwinja, gimatimore ka, wan kaendi, gimheshimiwa David Ochieng kutoka Ugenya. David Ochieng yuko hapa. Mnaona David Ochieng? Tuko na mheshimiwa Elisha Odhiambo kutoka Game. Tuko na mheshimiwa Kitayama kutoka Kuria East. Tuko na mheshimiwa Nelson Koech kutoka Belgut. Tuko na mheshimiwa Bishop Titus Hamala kutoka Kakamega. Tuko na mheshimiwa Nyakundi kutoka Kitutu Masaba. Tuko na mheshimiwa Cheruiyot, Majority Leader Senate kutoka Kericho. Alafu tuko na mheshimiwa Kidero pia. Ochieng, asante. Ochieng anataka kuongea kidogo. Asante sana. We are Lord. Aya, ero urukamano, wadhi launch barabara Magunga. Ero. Basi. Mimi nataka niwaulize. Munasema sisi wote tushirikiane. Tufanye kazi pamoja. Tupange mambo ya maendeleo. Tupange biashara. Na tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa Sindo muko? Nataka munisikize kwa makini. Mimi narudi hapa Homa Bay
kuja kuanzisha awamu ya pili ya affordable housing. Tunataka kujenga nyumba 5,000 zingine hapa Homa Bay, na mimi nahitaji vijana wengine 5,000 watanisaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Homa Bay mko tayari? Vijana wa Wazito mko tayari? Jambo la pili, nimekubaliana na huyu Karoli Omondi ya kwamba tunaenda kujenga ICT hub katika kila ward hapa katika Super South na kila ward katika taifa letu la Kenya. Ndio tuwapatie nyinyi vijana nafasi ya ajira. Nyinyi mfundishwe vile ya kutumia makompyuta na tuwafundishe vile vile mambo ya digital jobs. Vijana wa hapa mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari? Si tulikubaliana tupange ajira ya vijana? Hivyo ndio vizi tunataka. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nawashukuru sana. Wacha niende nianzishe hiyo barabara. Lakini mimi nauliza nyinyi watu wa Wazito, hiyo barabara nikianzisha niweke lami? Mimi nasikia kuna huku kwenu watu wa kuchoma lami. Barabara yenu itachomwa? Hapana, lazima mniambie vizuri. Hii barabara mimi naenda kuanzisha, nikiweka lami itachomwa? Haitachomwa. Kwa hivyo niendelee na kuweka lami? Hamutachoma? Hebu nione wale wanasema haitachomeka. Basi, erokamano. Asante sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. Thank you.
ya lami, lakini niko na maswali kwenu, kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi, hii barabara mnataka tuchome ama tujenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Bwana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena? Mnasema barabara haitachomwa tena? Hebu nione wale wanasema barabara haita. Si ndio? Haya, tumekubaliana. So na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka, wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people, if we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama niaje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa waegezaji wanakuja, wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi, wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya. Tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas, erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you. How are you, good man? And yourself as a president. Very good. Welcome. This is the president Jordan, our head of security. We just want to show you very briefly what the farm looks like. Okay? So we will start from this is where we have brood stock.
Yes. We get eggs. We get our fish eggs from here. Yes. We take those fish eggs into a hatchery where we will go to, and we hatch them, and then we send them to stock ponds. So we have fish, and the fish keep the eggs in their mouths. Yeah. So we have to harvest those eggs. So that's the process that happens. Manually. Okay. It's a manual process. One fish can give up to 60,000 eggs. Offshore positions. Okay. So from there, they harvested and go to processing. They receive processing. The red carpet there is where we are going to go. So we will get into processing. That is where at any one time we have 200 to 250 doing processing. Thereafter, this is the process, the actual processing taking place. They are at the beginning, we are washing, then they scale, then they gut, they wash again, it is cooled, and then the cold. Yes. From the cold room, we go to dispatch. That is when now it goes to our 90 branches. Okay, 15,000 quality high. You guys mentioned you are tonnage per day. Right now, we have the capacity to do 45,000 tons. Yeah, but you can. Okay, yes. So on average now? On average, no, we can do 30 because of yes. Okay. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you very much. This gentleman behind you. By the gadgets from those ponds, we get nutrient-rich water because of the fishes. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya makofi na vigelegele. Tuendelee kumshikilia Mheshimiwa Rais anapoelekea katika processing zone ili aone vile kazi inafanyika hapa.
Makofi wananchi. Na tusisonge mbele, tusimame mahali tulipo tu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa ni Victory Fish Farm. Wamesubiriwa kwa hamu na hamumu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais sasa ataelekea moja kwa moja hadi ndani ya processing zone, na tafadhali tusonge nyuma kidogo.
Haya, sasa Mheshimiwa Rais atakuwa anatoa permit kwa kituo hiki kwa muda usiokuwa mrefu, na naomba Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director, msogea hapa tafadhali. Haya, sasa Mheshimiwa Rais anapeana permit ya Victory Farms Limited. Wapi makofi wananchi? Inapokelewa na Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director. Kando na Rais pale namwona Waziri wa Uchumi Samawati yuko pamoja naye, na vile vile Gavana wa jimbo hili Gladys Wanga, miongoni mwa viongozi wengine. Makofi wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati huo Mheshimiwa Rais, kuna zawadi ambayo utapokezwa na viongozi wa hapa Victory Farms Limited. Hivi sasa Rais anapokezwa zawadi yenye muundo wa samaki. Anazidi kuelezewa kuhusu utamu wa samaki. Wapi makofi kwa Mheshimiwa Rais? Asante, asante. Tunaomba watu wote watoke hapa mbele tafadhali, hawa ambao wanapiga picha tuje upande wa nyuma. Your Excellency, the management of Victory Farms, all protocol observed, the Galawa, Majo Suga, Moso Unoku, asante sana. Your Excellency, tunakushukuru kwa kuchukua muda kuja hapa Victory Farms kuona ile kazi ambayo inaendelea hapa. Sisi kama county government ya Homa Bay tunashukuru sana Victory Farms kwa ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu ajenda kubwa ni vile watu wetu wanaweza pata kazi na vile hii ziwa Victoria inaweza leta pesa ndani ya mfuko ya wananchi. Na hiyo si kazi ambayo serikali inaweza kufanya peke yake. Serikali inafanya pamoja na wananchi na pamoja na wawekezaji ambao ni private sector kama Victory Farms ambao wako hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kwamba tumefika hapa leo na tuko hapa na wabunge wengi. Mbunge wa Suba South aje hapa mbele kwa sababu yeye ndio mwenyeji wetu, Karoli Omondi. Haya, Josuba oe! Josuba oe! Rais obiro koso kobiro? Na nyiso uno biro koso noka nyiso u? Agonu erokamano. Wan gi welo ka mang'eny to wadhi wuoyo sindo ka koro wadwa wuoye mana matin, gima nokelewa ka wasetieko. Koro sinde mwadhi wuoye mang'eny. Let me take this opportunity to thank the Victory Farms for all the good work they have done here. Over 1,000 people are earning a living from this facility. We are very, very happy for that. Let me also thank His Excellency the President and his government, together with CS Mvuria, for all the support they have given this facility and for the good policies that are encouraging this kind of investment.
This is the first industrial production unit in the entire Suba area. We are very grateful for it. And let me say, they have just been given now a license to increase their production. So they will be employing more people, producing more fish, creating more revenue for the government. Let me also thank our dear Governor, Nyasuna Wanga Gladys Odiso, for coming to grace this occasion. We are very happy. Tuko na watu wengi hapa. Hapo sitaongea, nitaongea kule mbele. But let me just say that Suba is ready for investment. Apart from this kind of facility, we hope to be the biggest tourism hub west of Kenya. Hawa ni watu wanataka kuingia, ngojeni tu. Hawa ni raia wanataka kusikia rais. Ndio sababu wanapiga kelele huko. So we are very happy. I will not talk too much, but let me take this opportunity to welcome everybody and to say thank you to the His Excellency the President for visiting us today. Asanteni sana. Asante sana, our Minister wa Blue Economy, Salim Vuria. Governor, karibu sana. Na tuko hapa na MP wa Game, Elisha Odhiambo, MP Majority Leader, Kimani Ichung'wah, MP wa Kakamega Town huko katikati, Bishop Titus Hamala, MP wa Ugenya, David Ochieng, Senator wa Kisumu, Tom Ojenda, MP wa Rongo, Paula Bor, Bwana Kidero ako hapa, former governor Nairobi, CS wa Information Technology, Bwana Eliud Owalo, PS pia wa Fisheries ako hapa, tuko na Bwana Gitayama kutoka Kuria, tuko na Mark Nyamita kutoka Uriri, Bwana Nyakundi kutoka Kisii, Majority Leader Senate, Bwana Aaron Cheruyot, KJ classmate wangu kutoka kule Nairobi, Kiremba, Bwana Kiremba kutoka kule Embu Runyenjes. Asante sana. Nelson Koech mwenyewe yako pale, Makali Kandui, asante sana. Gideon Ochanda kutoka Bondo, our PS Interior yako hapa, Raymond Omolo, asante sana. CS chukua. Asante sana Mheshimiwa Governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, wasimamizi wa Victory Farms na viongozi mbalimbali na wananchi, ya mjambo tena. Pia nataka kutambua ndugu yangu Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na tunajua mambo ya barabara ni muhimu sana katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais pamoja na usimamizi ya Victory Farms, ni kushukuru sana kwa sababu siku ya leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kulingana na vile umejionea, Blue Economy iko na nafasi nzuri ya kuinua uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tu nikuhakikishie sisi tutafanya kazi kuhakikisha tunawaunga mkono wawekezaji ili waweze kuwekeza vizuri, waweze kuajiri watu wetu na waweze kuongeza mapato katika nchi yetu. Kwa hivyo maagizo yako yote Mheshimiwa Rais, sisi katika wizara tutatekeleza, na ndio maana leo imekuwa muhimu wewe umepatia cheti mpya kwa hawa Victory Farms ili waweze kupanua biashara hii na kuajiri wananchi zaidi na kuinua mapato na kuhakikisha Homa Bay imekuwa kielelezo katika nchi yetu kwa mambo ya uchumi samawati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, muhimu ya mambo kama haya ambayo tunayafanya na viongozi kufanya kazi pamoja pasipo misingi ya kisiasa, misingi ya vyama, ile product muhimu ni maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Nyanza, kuanzia governor na wale wote ambao wanaunga mkono serikali. This is the way to go. Na sisi tutawaunga mkono kuendeleza maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah.
Josuba Untie, Josuba Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay. Na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo. Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa. Kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm. Kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria and in this region. From that facility, we are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza. Na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Kule Siaya, mahali inaitwa Alwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum.
tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat, tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano, na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site, mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing. Ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha ya kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima. Na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Tutasaidiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha. Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana. Walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country. Vile vile, leo mimi naenda kuanzisha ile barabara ya kutoka Sori kuja Magunga kwenda Sindo mpaka Mbita ili tuwasaidie hawa wangwana na nyinyi watu wote wa Homa Bay. Muwe na barabara, munaweza kupeleka chakula yenu sokoni, munaweza kupeleka samaki sokoni, munaweza kufanya biashara, munaweza kuzalisha uchumi, ndio tuondoe umaskini na tujenge taifa letu la Kenya, tukianza na hapa Homa Bay. Muko tayari? Watu wa Homa Bay muko tayari tushirikiane? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze
mambo yote tumekubaliana kama watu wa Kenya. Juzi nilikuwa na gavana wenu kule Nairobi tukianzisha mpango ya Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Unajua hiyo maneno? Sasa tumesema community health promoters katika kila sehemu ya Kenya. Muko na watu 3,000 hapa Homa Bay ambao watawasaidia. Ndio tuhakikisha kwamba magonjwa tunazuia kule vijijini kabla wananchi hawajapoteza mali yao kulipia gharama ya hospitali kwa bei ya juu. So we are going to work together and we are going to make sure that we go in this route as the people of Kenya together. Hiyo barabara mimi nataka niwaulize sasa nyinyi watu wa Homa Bay. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nakuja hapa kutengeneza barabara ya lami. Lakini niko na maswali kwenu. Kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi. Hii barabara mnataka tuchome ama tuchenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Hapana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena? Mnasema barabara haitachomwa tena? Hebu nione wale wanasema barabara haita. Si ndio? Haya, tumekubaliana. So, na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people, if we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama ni aje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu, alafu hapa waegezaji wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi. Wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana
na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you. How are you, good man? And yourself as the president. Very good. This is the President Jordan, our head of security. We just want to show you very briefly what the farm looks like. So we will start from this is where we have brood stock. Yeah. We get eggs. We get our fish eggs from here. We take those fish eggs into a hatchery where we will go to, and we hatch them, and then we send them to stock ponds. So we have fish, and the fish keep the eggs in their mouths. Yeah. So we have to harvest those eggs. Fish. So that's the process that happens. Manually. Okay. It's a manual process. One fish can give up to 60,000 eggs. They receive processing. The red carpet there is where we are going to go. So we will delve into processing. That is where at any one time 200 to 250 processing. Thereafter, this is the process, the actual processing taking place. They are at the beginning, they are washing, then they scale, then they gut, they wash again, it is cooled, and then the cold. From the cold room, we go to this batch. That is when now it goes for 90 granders. Okay, 15,000 quality high. You can mention your standard per day. Right now, we have the capacity to do 45,000 tons. That we can. Okay, yes. So on average now, on average, no, we can do 30 because of yes. Okay. Yeah. Good. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you very much. From those ponds, we get nutrient-rich water because of the fishes. Now, drip irrigation.
Depois não vou.
Tumshangilie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa processing zone ili aone vile kazi inafanyika hapa. Makofi wananchi. Na tusisonge mbele, tusimame mahali tulipo tu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa ni Victory Fish Farm. Wamesubiriwa kwa hamu na hamumu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais sasa ataelekea moja kwa moja hadi ndani ya processing zone, na tafadhali tusonge nyuma kidogo.
Haya, sasa Mheshimiwa Rais atakuwa anatoa permit kwa kituo hiki kwa muda usiokuwa mrefu. Naomba Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director, msogea hapa tafadhali. Haya, sasa Mheshimiwa Rais anapeana permit ya Victory Farms Limited. Wapi makofi wananchi? Inapokelewa na Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director. Kando na Rais pale anamwona Waziri wa Uchumi Samawati yuko pamoja naye, na vile vile Gavana wa jimbo hili Gladys Wanga, miongoni mwa viongozi wengine. Makofi wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati huo Mheshimiwa Rais, kuna zawadi ambayo utapokezwa na viongozi wa hapa Victory Farms Limited. Hivi sasa Rais anapokezwa zawadi yenye muundo wa samaki. Anazidi kuelezewa kuhusu utamu wa samaki
Wapi makofi kwa Mheshimiwa Rais? Asante, asante. Tunaomba watu wote watoke hapa mbele tafadhali, hawa ambao wanapiga picha tuje upande wa nyuma. Your Excellency, the management of Victory Farms, all protocol observed, the Galawa, Majo Suba, also Unoku. Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru kwa kuchukua muda kuja hapa Victory Farms kuona ile kazi ambayo inaendelea hapa. Sisi kama county government ya Homa Bay tunashukuru sana Victory Farms kwa ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu ajenda kubwa ni vile watu wetu wanaweza pata kazi na vile hii ziwa Victoria inaweza leta pesa ndani ya mfuko ya wananchi. Na hiyo si kazi ambayo serikali inaweza kufanya peke yake. Serikali inafanya pamoja na wananchi na pamoja na wawekezaji ambao ni private sector kama Victory Farms ambao wako hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kwamba tumefika hapa leo na tuko hapa na wabunge wengi. Mbunge wa Suba South aje hapa mbele kwa sababu yeye ndio mwenyeji wetu, Karoli Omondi. Haya, Josuba oe! Josuba oe! Rais obiro koso kobiro? Na nyiso uno biro koso noka nyiso u? Agonu erokamano. Wan gi welo ka mang'eny to wadhi wuoyo sindo ka koro wadwa wuoye mana matin, gima nokelewa ka wasetieko. Koro sinde mwadhi wuoye mang'eny. Let me take this opportunity to thank the Victory Farms for all the good work they have done here. Over 1,000 people are earning a living from this facility. We are very, very happy for that. Let me also thank His Excellency the President and his government, together with CS Mvuria, for all the support they have given this facility and for the good policies that are encouraging this kind of investment. This is the first industrial production unit in the entire Suba area. We are very grateful for it. And let me say, they have just been given now a license to increase their production. So they will be employing more people, producing more fish, creating more revenue for the government. Let me also thank our dear Governor, Nyawanga Nyasuna Wanga Gladys Odiso, for coming to grace this occasion. We are very happy. Tuko na watu wengi hapa. Hapo sitaongea, nitaongea kule mbele. But let me just say that Suba is ready for investment. Apart from this kind of facility, we hope to be the biggest tourism hub west of Kenya. Hawa ni watu wanataka kuingia, ngojeni tu. Hawa ni raia wanataka kusikia rais. Ndio sababu wanapiga kelele huko. So we are very happy. I will not talk too much, but let me take this opportunity to welcome everybody and to say thank you to the His Excellency the President for visiting us today. Asanteni sana. Asante sana, our Minister wa Blue Economy, Salim Mvuria. Governor, karibu sana. Na tuko hapa na MP wa Game, Elisha Odhiambo, MP Majority Leader, Kimani Ichung'wah, MP wa Kakamega Town huko katikati, Bishop Titus Hamala, MP wa Ugenya, David Ochieng, Senator wa Kisumu, Tom Ojienda, MP wa Rongo, Paula Bor, Bwana Kidero ako hapa, former governor Nairobi,
CS wa Information Technology, Bwana Eliud Owalo, PS pia wa Fisheries ako hapa, tuko na Bwana Gitayama kutoka Kuria, tuko na Mark Nyamita kutoka Uriri, Bwana Nyakundi kutoka Kisii, Majority Leader Senate, Bwana Aaron Cheruyot, KJ classmate wangu kutoka kule Nairobi, Kiremba, Bwana Kiremba kutoka kule Embu Runyenjes. Asante sana. Nelson Koech mwenyewe yako pale, Makali Kandui, asante sana. Gideon Ochanda kutoka Bondo, our PS Interior yako hapa, Raymond Omolo, asante sana. CS chukua. Asante sana Mheshimiwa Governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, wasimamizi wa Victory Farms na viongozi mbalimbali na wananchi, ya mjambo tena. Pia nataka kutambua ndugu yangu Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na tunajua mambo ya barabara ni muhimu sana katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais pamoja na usimamizi ya Victory Farms, ni kushukuru sana kwa sababu siku ya leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kulingana na vile umejionea, blue economy iko na nafasi nzuri ya kuinua uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tu nikuhakikishie sisi tutafanya kazi kuhakikisha tunawaunga mkono wawekezaji ili waweze kuwekeza vizuri, waweze kuajiri watu wetu na waweze kuongeza mapato katika nchi yetu. Kwa hivyo maagizo yako yote Mheshimiwa Rais, sisi katika wizara tutatekeleza, na ndio maana leo imekuwa muhimu wewe umepatia cheti mpya kwa hawa Victory Farms ili waweze kupanua biashara hii na kuajiri wananchi zaidi na kuinua mapato na kuhakikisha Homa Bay imekuwa kielelezo katika nchi yetu kwa mambo ya uchumi samawati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, muhimu ya mambo kama haya ambayo tunayafanya na viongozi kufanya kazi pamoja pasipo misingi ya kisiasa, misingi ya vyama. Ile product muhimu ni maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Nyanza, kuanzia governor na wale wote ambao wanaunga mkono serikali. This is the way to go, na sisi tutawaunga mkono kuendeleza maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah. Josuba Untie, Josuba Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay, na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo, kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo.
Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm. Kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria and in this region. From that facility, we are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza. Na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa, na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Kule Siaya, mahali inaitwa Alwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano. Na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site. Mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing. Ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha ya kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima. Na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Tutasaidiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha.
Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana. Walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country. Vile vile, leo mimi naenda kuanzisha ile barabara ya kutoka Sori kuja Magunga kwenda Sindo mpaka Mbita ili tuwasaidie hawa wangwana na nyinyi watu wote wa Homa Bay. Muwe na barabara, munaweza kupeleka chakula yenu sokoni, munaweza kupeleka samaki sokoni, munaweza kufanya biashara, munaweza kuzalisha uchumi, ndio tuondoe umaskini na tujenge taifa letu la Kenya, tukianza na hapa Homa Bay. Muko tayari? Watu wa Homa Bay muko tayari tushirikiane? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze mambo yote tumekubaliana kama watu wa Kenya. Juzi nilikuwa na gavana wenu kule Nairobi tukianzisha mpango ya Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Unajua hiyo maneno? Sasa tumesema community health promoters katika kila sehemu ya Kenya. Muko na watu 3,000 hapa Homa Bay ambao watawasaidia. Ndio tuhakikisha kwamba magonjwa tunazuia kule vijijini kabla wananchi hawajapoteza mali yao kulipia gharama ya hospitali kwa bei ya juu. So we are going to work together and we are going to make sure that we go in this route as the people of Kenya together. Hiyo barabara mimi nataka niwaulize sasa nyinyi watu wa Homa Bay. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nakuja hapa kutengeneza barabara ya lami. Lakini niko na maswali kwenu. Kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi. Hii barabara mnataka tuchome ama tujenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Bwana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena? Mnasema barabara haitachomwa tena? Hebu nione wale wanasema barabara si ndio?
Haya, tumekubaliana. So na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mahali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka, wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people, if we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama ni aje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu, alafu hapa waegezaji wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi, wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas, erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you. How are you, good man? And yourself as the president. Very good. This is the president Jordan, our head of security. We just want to show you very briefly what the farm looks like. So we will start over here with this. This is where we have brood stock. Yeah. We get eggs. We get our fish eggs from here. We take those fish eggs into a hatchery where we will go to, and we hatch them, and then we send them to stock ponds. So we have fish, and the fish keep the eggs in their mouths. Yeah. So we have to harvest those eggs. Fish. So that's the process that happens in this harvest. Manually. Okay. It's a manual process. One fish can give up to 60,000 eggs. Offshore positions. Okay.
actually processing. They received and processing. The red carpet there is where we are going to go. So we are back into processing. That is where I'm spending up time now, 200 to 250 processing. Meet this legislation. Thereafter, this is the process, the actual processing taking place. They are at the beginning, they are washing, then they scale, then they gut, they wash again, it is cool, and then the cold. Yes. From the cold room, we go to dispatch. That is when now it goes to our 90 branches. Okay, 15,000 quality high. Maybe you can mention to President your tonnage per day. Right now, we have the capacity to do 45,000 tons. But we can't. Okay, yes. So on average now, on average, no, we can do 30 because of, yes, okay. Yeah. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you very much. From those ponds, we get nutrient-rich water because of the fishes. Drip irrigation. I'm going to hand you over to Linda I've been here since 2017, so I'll take it. Please, Authorized people only. Senti wengi sana. Senti wengi.
Tumshangilie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya akiongea kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Mheshimiwa Rais anapoelekea katika processing zone ili aone vile kazi inafanyika hapa. Makofi wananchi. Na tusisonge mbele, tusimame mahali tulipo tu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa ni Victory Fish Farm. Wamesubiriwa kwa hamu na hamumu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais sasa ataelekea moja kwa moja hadi ndani ya processing zone, na tafadhali tusonge nyuma kidogo.
Haya, sasa Mheshimiwa Rais atakuwa anatoa permit kwa kituo hiki kwa muda usiokuwa mrefu, na naomba Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director, msaidia hapa tafadhali. Haya. Sasa Mheshimiwa Rais anapeana permit ya Victory Farms Limited. Wapi makofi wananchi? Inapokelewa na Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director. Kando na Rais pale namwona Waziri wa Uchumi Samawati yuko pamoja naye, na vile vile gavana wa jimbo hili Gladys Wanga, miongoni mwa viongozi wengine. Makofi wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati huo Mheshimiwa Rais, kuna zawadi ambayo itapokezwa na viongozi wa hapa Victory Farms Limited. Hivi sasa Rais anapokezwa zawadi yenye muundo wa samaki. Anazidi kuelezewa kuhusu utamu wa samaki. Wapi makofi kwa Mheshimiwa Rais? Asante, asante. Tunaomba watu wote watoke hapa mbele tafadhali. Hawa ambao wanapiga picha tuje upande wa nyuma. Your Excellency, the management of Victory Farms, all protocol observed, the Galawa, Majo Suga, also Unoku. Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru kwa kuchukua muda kuja hapa Victory Farms kuona ile kazi ambayo inaendelea hapa. Sisi kama county government ya Homa Bay tunashukuru sana Victory Farms kwa ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu ajenda kubwa ni vile watu wetu wanaweza pata kazi na vile hii ziwa Victoria inaweza leta pesa ndani ya mfuko ya wananchi. Na hiyo si kazi ambayo serikali inaweza kufanya peke yake. Serikali inafanya pamoja na wananchi na pamoja na wawekezaji ambao ni private sector kama Victory Farms ambao wako hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kwamba tumefika hapa leo na tuko hapa na wabunge wengi. Mbunge wa Suba South aje hapa mbele kwa sababu yeye ndio mwenyeji wetu, Karoli Omondi. Haya, Josuba oe! Josuba oe! Rais obiro koso kobiro? Na nyiso uno biro koso noka nyiso u? Agonu erokamano. Wan gi welo ka mang'eny to wadhi wuoyo sindo ka koro wadwa wuoye mana matin gima nokelewa ka wasetieko. Koro sinde mwadhi wuoye mang'eny. Let me take this opportunity to thank the Victory Farms for all the good work they have done here. Over 1,000 people are earning a living from this facility. We are very, very happy for that. Let me also thank His Excellency the President and his government, together with CS Mvuria, for all the support they have given this facility and for the good policies that are encouraging this kind of investment.
This is the first industrial production unit in the entire Suba area. We are very grateful for it. And let me say, they have just been given now a license to increase their production. So they will be employing more people, producing more fish, creating more revenue for the government. Let me also thank our dear Governor, Nyasuna Wanga Gladys Odiso, for coming to grace this occasion. We are very happy. Tuko na watu wengi hapa. Hapo sitaongea, nitaongea kule mbele. But let me just say that Suba is ready for investment. Apart from this kind of facility, we hope to be the biggest tourism hub west of Kenya. Hawa ni watu wanataka kuingia, ngojeni tu. Hawa ni raia wanataka kusikia rais. Ndio sababu wanapiga kelele huko. So we are very happy. I will not talk too much, but let me take this opportunity to welcome everybody and to say thank you to the His Excellency the President for visiting us today. Asanteni sana. Asante sana, our Minister wa Blue Economy, Salim Vuria. Governor, karibu sana. Na tuko hapa na MP wa Game, Elisha Odhiambo, MP Majority Leader, Kimani Ichung'wah, MP wa Kakamega Town huko katikati, Bishop Titus Hamala, MP wa Ugenya, David Ochieng, Senator wa Kisumu, Tom Ojienda, MP wa Rongo, Paula Bor, Bwana Kidero ako hapa, former governor Nairobi, CS wa Information Technology, Bwana Eliud Owalo, PS pia wa Fisheries ako hapa, tuko na Bwana Gitayama kutoka Kuria, tuko na Mark Nyamita kutoka Uriri, Bwana Nyakundi kutoka Kisii, Majority Leader Senate, Bwana Aaron Cheruyot, KJ classmate wangu kutoka kule Nairobi, Kiremba, Bwana Kiremba kutoka kule Embu Runyenjes. Asante sana. Nelson Koech mwenyewe yako pale, Makali Kandui, asante sana. Gideon Ochanda kutoka Bondo, our PS Interior yako hapa, Raymond Omolo, asante sana. CS chukua. Asante sana Mheshimiwa Governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, wasimamizi wa Victory Farms na viongozi mbalimbali na wananchi, ya mjambo tena. Pia nataka kutambua ndugu yangu Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na tunajua mambo ya barabara ni muhimu sana katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais pamoja na usimamizi ya Victory Farms, ni kushukuru sana kwa sababu siku ya leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kulingana na vile umejionea, Blue Economy iko na nafasi nzuri ya kuinua uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tu nikuhakikishie sisi tutafanya kazi kuhakikisha tunawaunga mkono wawekezaji ili waweze kuwekeza vizuri, waweze kuajiri watu wetu na waweze kuongeza mapato katika nchi yetu. Kwa hivyo maagizo yako yote Mheshimiwa Rais, sisi katika wizara tutatekeleza, na ndio maana leo imekuwa muhimu wewe umepatia cheti mpya kwa hawa Victory Farms ili waweze kupanua biashara hii na kuajiri wananchi zaidi na kuinua mapato na kuhakikisha Homa Bay imekuwa kielelezo katika nchi yetu kwa mambo ya uchumi samawati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, muhimu ya mambo kama haya ambayo tunayafanya na viongozi kufanya kazi pamoja pasipo misingi ya kisiasa, misingi ya vyama, ile product muhimu ni maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Nyanza, kuanzia governor na wale wote ambao wanaunga mkono serikali. This is the way to go. Na sisi tutawaunga mkono kuendeleza maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah.
Josuba Untie, Josuba Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay. Na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo. Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa. Kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm. Kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria and in this region. From that facility, we are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza. Na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa, na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Kule Siaya, mahali inaitwa Alwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum.
tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat, tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano, na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site, mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing. Ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha ya kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima, na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Tutasaidiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha. Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana. Walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country. Vile vile, leo mimi naenda kuanzisha ile barabara ya kutoka Sori kuja Magunga kwenda Sindo mpaka Mbita ili tuwasaidie hawa wangwana na nyinyi watu wote wa Homa Bay. Muwe na barabara, munaweza kupeleka chakula yenu sokoni, munaweza kupeleka samaki sokoni, munaweza kufanya biashara, munaweza kuzalisha uchumi, ndio tuondoe umaskini na tujenge taifa letu la Kenya, tukianza na hapa Homa Bay. Muko tayari? Watu wa Homa Bay muko tayari tushirikiane? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze
mambo yote tumekubaliana kama watu wa Kenya. Juzi nilikuwa na gavana wenu kule Nairobi tukianzisha mpango ya Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Unajua hiyo maneno? Sasa tumesema community health promoters katika kila sehemu ya Kenya. Muko na watu 3,000 hapa Homa Bay ambao watawasaidia. Ndio tuhakikisha kwamba magonjwa tunazuia kule vijijini kabla wananchi hawajapoteza mali yao kulipia gharama ya hospitali kwa bei ya juu. So we are going to work together and we are going to make sure that we go in this route as the people of Kenya together. Hiyo barabara mimi nataka niwaulize sasa nyinyi watu wa Homa Bay. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nakuja hapa kutengeneza barabara ya lami. Lakini niko na maswali kwenu. Kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi. Hii barabara mnataka tuchome ama tujenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Bwana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena? Mnasema barabara haitachomwa tena? Hebu nione wale wanasema barabara haita. Si ndio? Haya, tumekubaliana. So na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people. If we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama ni aje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa waegezaji wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi, wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana
na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you. How are you, good man? And yourself, Mr. President. Very good. This is the President Jordan, our head of security. We just want to show you very briefly what the farm looks like. So we will start from this is where we have brood stock. Yeah. We get eggs. Yeah. We get our fish eggs from here. Yeah. We take those fish eggs into a hatchery where we will go to, and we hatch them, and then we send them to stock ponds. So we have fish, and the fish keep the eggs in their mouths. Yeah. So we have to harvest those eggs. So that's the process that happens. Manually. Okay. It's a manual process. One fish can give up to 60,000 eggs. They're received and processing. The red carpet there is where we are going to go to do exactly the processing. That is where at any one time we have 200 to 250 doing processing. Thereafter, this is the process, the actual processing taking place. They are at the beginning, they are washing, then they scale, then they gut, they wash again, it is cooled, and then the cold. Yes. From the cold room, we go to this batch. That is when now it goes for 90 granders. Okay, 15,000 quality high. You guys mentioned your tonnage per day. Right now, we have the capacity to do 45,000 tons. Yeah, but we can't. Okay, yes. So on average now? On average, no, we can do 30 because of, yes. Okay. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you very much. By the gadgets from those ponds, we get nutrient-rich water because of the fishes. Drip irrigation.
Get your copy of it. I'm going to hand you over to Linda Formally. Imeenda. I've been here since 2017, so I'll take it. Please stop me. Authorized people only. Tukiingia wengi sana. Tukiingia wengi.
Tumshangilie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya akiongea kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Mheshimiwa Rais anapoelekea katika processing zone ili aone vile kazi inafanyika hapa. Makofi wananchi. Na tusisonge mbele, tusimame mahali tulipo tu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa ni Victory Fish Farm. Wamesubiriwa kwa hamu na hamumu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais sasa ataelekea moja kwa moja hadi ndani ya processing zone, na tafadhali tusonge nyuma kidogo.
Haya, sasa Mheshimiwa Rais atakuwa anatoa permit kwa kituo hiki kwa muda usiokuwa mrefu, na naomba Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director, msogea hapa tafadhali. Haya, sasa Mheshimiwa Rais anapeana permit ya Victory Farms Limited. Wapi makofi wananchi? Inapokelewa na Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director. Kando na Rais pale namwona Waziri wa Uchumi Samawati yuko pamoja naye, na vile vile Gavana wa jimbo hili Gladys Wanga, miongoni mwa viongozi wengine. Makofi wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati huo Mheshimiwa Rais, kuna zawadi ambayo utapokezwa na viongozi wa hapa Victory Farms Limited. Hivi sasa Rais anapokezwa zawadi yenye muundo wa samaki.
anazidi kuelezewa kuhusu utamu wa samaki. Wapi makofi kwa Mheshimiwa Rais? Asante, asante. Tunaomba watu wote watoke hapa mbele tafadhali. Hawa ambao wanapiga picha tuje upande wa nyuma. Your Excellency, management of victory farms, all protocol observed, the Galawa, Majo Suga, most of them President Kalawaka. Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru kwa kuchukua muda kuja hapa Victory Farms kuona ile kazi ambayo inaendelea hapa. Sisi kama county government ya Homa Bay tunashukuru sana Victory Farms kwa ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu ajenda kubwa ni vile watu wetu wanaweza pata kazi na vile hii ziwa Victoria inaweza leta pesa ndani ya mfuko ya wananchi. Na hiyo si kazi ambayo serikali inaweza kufanya peke yake. Serikali inafanya pamoja na wananchi na pamoja na wawekezaji ambao ni private sector kama Victory Farms ambao wako hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kwamba tumefika hapa leo na tuko hapa na wabunge wengi. Mbunge wa Suba South aje hapa mbele kwa sababu yeye ndio mwenyeji wetu, Karoli Omondi. Haya, Josuba oe! Josuba oe! Rais obiro koso kobiro? Na nyiso uno biro koso noka nyiso u? Agonu erokamano. Wan gi welo ka mang'eny to wadhi wuoyo sindo ka koro wadwa wuoye mana matin gima nokelewa ka wasetieko. Koro sinde mwadhi wuoye mang'eny. Let me take this opportunity to thank the Victory Farms for all the good work they have done here. Over 1,000 people are earning a living from this facility. We are very, very happy for that. Let me also thank His Excellency the President and his government, together with CS Mvuria, for all the support they have given this facility and for the good policies that are encouraging this kind of investment. This is the first industrial production unit in the entire Suba area. We are very grateful for it. And let me say, they have just been given now a license to increase their production. So they will be employing more people, producing more fish, creating more revenue for the government. Let me also thank our dear Governor, Nyasuna Wanga Gladys Odiso, for coming to grace this occasion. We are very happy. Tuko na watu wengi hapa. Hapo sitaongea, nitaongea kule mbele. But let me just say that Suba is ready for investment. Apart from this kind of facility, we hope to be the biggest tourism hub west of Kenya. Hawa ni watu wanataka kuingia, ngojeni tu. Hawa ni raia wanataka kusikia rais. Ndio sababu wanapiga kelele huko. So we are very happy. I will not talk too much, but let me take this opportunity to welcome everybody and to say thank you to the His Excellency the President for visiting us today. Asanteni sana. Asante sana, our Minister wa Blue Economy, Salim Mvuria. Governor, karibu sana. Na tuko hapa na MP wa Game, Elisha Odhiambo, MP Majority Leader, Kimani Ichung'wah, MP wa Kakamega Town huko katikati Bishop Titus Hamala, MP wa Ugenya David Ochieng, Senator wa Kisumu,
Tom Ojienda, MP wa Rongo, Paula Bor, Bwana Kidero ako hapa, former governor Nairobi, CS wa Information Technology, Bwana Eliud Owalo, PS pia wa Fisheries ako hapa, tuko na Bwana Gitayama kutoka Kuria, tuko na Mark Nyamita kutoka Uriri, Bwana Nyakundi kutoka Kisii, Majority Leader Senate, Bwana Aaron Cheruyot, KJ classmate wangu kutoka kule Nairobi, Kiremba, Bwana Kiremba kutoka kule Embu Runyenjes. Asante sana. Nelson Koech mwenyewe yako pale, Makali Kandui, asante sana. Gideon Ochanda kutoka Bondo, our PS Interior yako hapa, Raymond Omolo, asante sana. CS chukua. Asante sana Mheshimiwa Governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, wasimamizi wa Victory Farms na viongozi mbalimbali na wananchi, ya mjambo tena. Pia nataka kutambua ndugu yangu Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na tunajua mambo ya barabara ni muhimu sana katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais, pamoja na usimamizi ya Victory Farms, ni kushukuru sana kwa sababu siku ya leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kulingana na vile umejionea, blue economy iko na nafasi nzuri ya kuinua uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tu nikuhakikishie sisi tutafanya kazi kuhakikisha tunawaunga mkono wawekezaji ili waweze kuwekeza vizuri, waweze kuajiri watu wetu na waweze kuongeza mapato katika nchi yetu. Kwa hivyo maagizo yako yote Mheshimiwa Rais, sisi katika wizara tutatekeleza, na ndio maana leo imekuwa muhimu wewe umepatia cheti mpya kwa hawa Victory Farms ili waweze kupanua biashara hii na kuajiri wananchi zaidi na kuinua mapato na kuhakikisha Homa Bay imekuwa kielelezo katika nchi yetu kwa mambo ya uchumi samawati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, muhimu ya mambo kama haya ambayo tunayafanya na viongozi kufanya kazi pamoja pasipo misingi ya kisiasa, misingi ya vyama. Ile product muhimu ni maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Nyanza, kuanzia governor na wale wote ambao wanaunga mkono serikali. This is the way to go, na sisi tutawaunga mkono kuendeleza maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah. Josuba Untie, Josuba Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay, na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo, kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana
nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo. Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm. Kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria and in this region. From that facility, we are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza, na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa, na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Kule Siaya, mahali inaitwa Alwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano. Na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site. Mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing. Ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha ya kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima. Na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Tutasaidiana namna hiyo. Vile vile
tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha. Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana. Walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country. Vile vile, leo mimi naenda kuanzisha ile barabara ya kutoka Sori kuja Magunga kwenda Sindo mpaka Mbita ili tuwasaidie hawa wangwana na nyinyi watu wote wa Homa Bay. Muwe na barabara, munaweza kupeleka chakula yenu sokoni, munaweza kupeleka samaki sokoni, munaweza kufanya biashara, munaweza kuzalisha uchumi, ndio tuondoe umaskini na tujenge taifa letu la Kenya, tukianza na hapa Homa Bay. Muko tayari? Watu wa Homa Bay muko tayari tushirikiane? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze mambo yote tumekubaliana kama watu wa Kenya. Juzi nilikuwa na gavana wenu kule Nairobi tukianzisha mpango ya Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Unajua hiyo maneno? Sasa tumesema community health promoters katika kila sehemu ya Kenya. Muko na watu 3,000 hapa Homa Bay ambao watawasaidia. Ndio tuhakikisha kwamba magonjwa tunazuia kule vijijini kabla wananchi hawajapoteza mali yao kulipia gharama ya hospitali kwa bei ya juu. So we are going to work together and we are going to make sure that we go in this route as the people of Kenya together. Hiyo barabara mimi nataka niwaulize sasa nyinyi watu wa Homa Bay. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nakuja hapa kutengeneza barabara ya lami. Lakini niko na maswali kwenu. Kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi. Hii barabara mnataka tuchome ama tujenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Hapana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena?
Munasema barabara haitachomwa tena. Hebu nione wale wanasema barabara haita. Si ndio? Haya, tumekubaliana. So na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka, wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people, if we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama ni aje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa waegezaji wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi, wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas, erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you. How are you, good man? And yourself as the president. Very good. This is the President Jordan, our head of security. We just want to show you very briefly what the farm looks like. So we will start with this is where we have brood stock. Yeah. We get eggs. We get our fish eggs from here. We take those fish eggs into a hatchery where we will go to, and we hatch them, and then we send them to stock ponds. So we have fish, and the fish keep the eggs in their mouths. Yeah. So we have to harvest those eggs. So that's the process that happens. Manually. Okay. It's a manual process.
gave up to 60,000 eggs. Auction positions. Okay. So from there, the harvested and not processing. They are received and processing. The red carpet there is where we are going to go to do dumping processing. That is where any time now 250 Thereafter, this is the process, the actual processing taking place. They are at the beginning, they are washing, then they scale, then they gut, they wash again, it is cooled, and then the cold. Yes. From the cold room, we go to this batch. That is when now it goes to our 90 branches. Okay, 15,000 quality high. Right now, we have the capacity to do 45,000 tons. But we can't. Okay, yes. So on average now, on average, no, we can do 30 because of, yes, okay. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you very much. From those ponds, we get nutrient-rich water because of the fishes. Drip irrigation. I'm going to hand you over to Linda Imeenda, I've been here since 2017, so I'll take it over. Please stop me. authorized people only. Wakisaidia wengi sana. Wakisaidia wengi. From here, we turn into the next room.
Tumshangilie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Mheshimiwa Rais anapoelekea katika processing zone ili aone vile kazi inafanyika hapa. Makofi wananchi. Na tusisonge mbele, tusimame mahali tulipo tu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa ni Victory Fish Farm. Wamesubiriwa kwa hamu na hamumu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais sasa ataelekea moja kwa moja hadi ndani ya processing zone, na tafadhali tusonge nyuma kidogo.
big one. No, we don't have the goal to get a big fish. Hakikisha wanapopitia kwa wale wamama wanafanya. So unataka aende hivi? Yes, nani atapita pale? Haya, sasa Mheshimiwa Rais
atakuwa anatoa permit kwa kituo hiki kwa muda usiokuwa mrefu, na naomba Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director, msogea hapa tafadhali. Haya. Sasa Mheshimiwa Rais anapeana permit ya Victory Farms Limited. Wapi makofi wananchi? Inapokelewa na Joe Reman, CEO, Caesar Asio, CDO, na Tighty Mbadi, Director. Kando na Rais pale namwona Waziri wa Uchumi Samawati yuko pamoja naye, na vile vile Gavana wa jimbo hili Gladys Wanga, miongoni mwa viongozi wengine. Makofi wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati huo Mheshimiwa Rais, kuna zawadi ambayo utapokezwa na viongozi wa hapa Victory Farms Limited. Hivi sasa Rais anapokezwa zawadi yenye muundo wa samaki. Anazidi kuelezewa kuhusu utamu wa samaki. Wapi makofi kwa Mheshimiwa Rais? Asante, asante. Tunaomba watu wote watoke hapa mbele tafadhali. Hawa ambao wanapiga picha tuje upande wa nyuma. Your Excellency, management of Victory Farms, all protocol observed, the Dalawa, Majo Suga, most of them Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru kwa kuchukua muda kuja hapa Victory Farms kuona ile kazi ambayo inaendelea hapa. Sisi kama county government ya Homa Bay tunashukuru sana Victory Farms kwa ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu ajenda kubwa ni vile watu wetu wanaweza pata kazi na vile hii ziwa Victoria inaweza leta pesa ndani ya mfuko ya wananchi. Na hiyo si kazi ambayo serikali inaweza kufanya peke yake. Serikali inafanya pamoja na wananchi na pamoja na wawekezaji ambao ni private sector kama Victory Farms ambao wako hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kwamba tumefika hapa leo na tuko hapa na wabunge wengi. Mbunge wa Suba South aje hapa mbele kwa sababu yeye ndio mwenyeji wetu, Karoli Omondi. Haya, Josuba oe! Josuba oe! Rais obiro koso kobiro? Na nyiso uno biro koso noka nyiso u? Agonu erokamano. Wan gi welo ka mang'eny to wadhi wuoyo sindo ka koro wadwa wuoye mana matin gima nokelewa ka wasetieko. Koro sinde mwadhi wuoye mang'eny. Let me take this opportunity to thank the Victory Farms for all the good work they have done here. Over 1,000 people are earning a living from this facility. We are very, very happy for that. Let me also thank His Excellency the President and his government, together with CS Mvuria, for all the support they have given this facility and for the good policies that are encouraging this kind of investment. This is the first industrial production unit in the entire Suba area.
We are very grateful for it. And let me say, they have just been given now a license to increase their production. So they will be employing more people, producing more fish, creating more revenue for the government. Let me also thank our dear Governor, Nyasuna Wanga Gladys Odiso, for coming to grace this occasion. We are very happy. Tuko na watu wengi hapa. Hapo sitaongea, nitaongea kule mbele. But let me just say that Suba is ready for investment. Apart from this kind of facility, we hope to be the biggest tourism hub west of Kenya. Hawa ni watu wanataka kuingia, ngojeni tu. Hawa ni raia wanataka kusikia rais. Ndio sababu wanapiga kelele huko. So we are very happy. I will not talk too much, but let me take this opportunity to welcome everybody and to say thank you to the His Excellency the President for visiting us today. Asanteni sana. Asante sana, our Minister wa Blue Economy, Salim Vuria. Governor, karibu sana. Na tuko hapa na MP wa Game, Elisha Odhiambo, MP Majority Leader, Kimani Ichung'wah, MP wa Kakamega Town huko katikati, Bishop Titus Hamala, MP wa Ugenya, David Ochieng, Senator wa Kisumu, Tom Ojienda, MP wa Rongo, Paula Bor, Bwana Kidero ako hapa, former governor Nairobi, CS wa Information Technology, Bwana Eliud Owalo, PS pia wa Fisheries ako hapa, tuko na Bwana Gitayama kutoka Kuria, tuko na Mark Nyamita kutoka Uriri, Bwana Nyakundi kutoka Kisii, Majority Leader Senate, Bwana Aaron Cheruyot, KJ classmate wangu kutoka kule Nairobi, Kiremba, Bwana Kiremba kutoka kule Embu Runyenjes. Asante sana. Nelson Koech mwenyewe yako pale, Makali Kandui, asante sana. Gideon Ochanda kutoka Bondo, our PS Interior yako hapa, Raymond Omolo, asante sana. CS chukua. Asante sana Mheshimiwa Governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, wasimamizi wa Victory Farms na viongozi mbalimbali na wananchi, ya mjambo tena. Pia nataka kutambua ndugu yangu Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na tunajua mambo ya barabara ni muhimu sana katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais, pamoja na usimamizi ya Victory Farms, ni kushukuru sana kwa sababu siku ya leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kulingana na vile umejionea, Blue Economy iko na nafasi nzuri ya kuinua uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tu nikuhakikishie sisi tutafanya kazi kuhakikisha tunawaunga mkono wawekezaji ili waweze kuwekeza vizuri, waweze kuajiri watu wetu na waweze kuongeza mapato katika nchi yetu. Kwa hivyo maagizo yako yote Mheshimiwa Rais, sisi katika wizara tutatekeleza, na ndio maana leo imekuwa muhimu wewe umepatia cheti mpya kwa hawa Victory Farms ili waweze kupanua biashara hii na kuajiri wananchi zaidi na kuinua mapato na kuhakikisha Homa Bay imekuwa kielelezo katika nchi yetu kwa mambo ya uchumi samawati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, muhimu ya mambo kama haya ambayo tunayafanya na viongozi kufanya kazi pamoja pasipo misingi ya kisiasa, misingi ya vyama. Ile product muhimu ni maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Nyanza, kuanzia governor na wale wote ambao wanaunga mkono serikali. This is the way to go. Na sisi tutawaunga mkono kuendeleza maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah. Josuba Untie.
Josuba Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay. Na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo. Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa. Kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm. Kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria and in this region. From that facility, we are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza. Na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Kule Siaya, mahali inaitwa Alwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat.
tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano, na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site, mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing. Ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima, na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Tutasaidiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha. Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana. Walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country.